Ni sikukuu, basi ni leo, sikukuu ya neno. Tunakula na kunywa, tukimaliza tunaanza upya tena. Yaani leo hatari. Ninaye mwanangu anaitwa Pastor Dickson. Nataka nisikie kelele kubwa kabisa kwa Pastor Dickson. Anapenda kutumia jina Pastor Dickson, lakini kimsingi ni kiongozi mkuu wa huduma inaitwa ABC. Ni askofu, ni mwanangu. Kama alivyo Baraka, alivyo Gideoni, ndivyo alivyo Dickson. Tunataka Dickson atuletee salamu, si ndio jamani eh? Wanaotaka kuletea, ngoja Dickson usije. Wanaotaka kuletewa salamu kwanza, hebu wanaume nisikie miruzi. Wanawake nisikie vigeregere. Vigeregere havikutosha kumleta Dickson. Vigeregere kwa nini? Hebu nisikie tena vigeregere. Sawa. Dickson ni mwanangu mwema sana. Yeye ana huduma ambayo anaisimamia. Huduma iko pale Kinzudi. Ukiwa unateremka barabara ya Kinzudi hivi, inaitwa ABC. Mimi nilikuwa pale jana na juzi ile nilikuwa nafundisha pale. Na yeye mwenyewe alikuja siku ya Christmas, tukawa naye. Ni mwanangu hasa, kama alivyo Baraka, kama alivyo Gideon. Ukichelewa kusali ufufuo na uzima, sali huko Kinzudi, hamna neno. Unanielewa eh? Ukiona huko umeshindwa, sali huko, toa fungu la 10 kule, litanifikia tu, siwe na wasiwasi. Ukitoa fungu la 10 kwa Dickson, litanifikia tu, wewe kalipe tu kule. Na ukitaka kuhamia kule, hamia kule, hamna neno. Utakachokitoa kule kitanifikia, tunajua namna ya kunifikia. Sawa sawa eh? Na bahati mbaya sana kuna wanangu wa kutoka ABC ambao walichelewa kidogo, wako kule chini. Kwa mimi sisikii raha sana kuwaona wako chini kule. Nilitaka kama wako kule chini, wale watoto wangu kutoka ABC, kama uko chini kwenye floor ya chini, hebu toka huko, mimi nitakutafutia mahali pa. Kuna jamaa mmoja ashangili hapa, nataka nimnyanyue. Mwanangu Dickson ni mtu mwema, ni mtu anayempenda Mungu. Ni mtu ambaye ana ya kumtumikia Mungu. Mimi huwa nawaambia hivi, nikimsikia mtu anahubiri nitakwambia huyo atakufikisha mbali. Nikisikia nitakwambia nafurahisha maini tu. Dickson ni mwalimu mzuri, na neno la Mungu mwanangu analo. Na nataka akupe salamu za mwaka mpya, na salamu atakazokupa sikiliza kwa makini sana. Mungu huinua watu kupitia watu, na Mungu anaweza akamtumia mtu usiyemtegemea ukainuliwa. Mungu anaweza kukutoka alikokutoa akakukutanisha na mtu, alafu kumbe mtu huyo ndio ngazi ya kupanda unakotakiwa kwenda. Mimi napenda sana. Yuko na mwanangu mkewe Ikupa. Hebu tusimame wote kwa pamoja tuwapokee wakuja hapa. Dickson na Ikupa, hebu tembeni mje hapa mbele. Hebu wapigie makofi makubwa kabisa watoto wa Askofu Gwajima wakiwa wanakuja. Sijasikia kelele za kutosha. Hebu punga mikono hewani, sema haleluya. Sijaona mikono bwana, punga mikono hewani, sema haleluya. Mwanangu Dickson, mtambulishe binti yangu, alafu arudi akakae, alafu utupe salamu. Sawa. Tumpige makofi tena. Hebu tumpe Yesu makofi wakati baba anarudi kwenye nafasi yake.
Kama unapiga kwa ajili ya Yesu, fanya vizuri. Kama unapiga kwa Yesu kwa ajili ya neema hii kubwa tuliyopewa, nikusikie ukisema ya. Huyu ni mke wangu, Mungu amenibariki naye. Anaitwa Messi Cooper. Bwana ametusaidia, siku 6 zijazo tunatimiza miaka 7 ya ndoa. Ni mtu mwema ambaye Mungu amenibariki naye. Sema tu hata Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Nawapenda sana. Basi Mungu akubariki, asante. Amen, amen, amen. Majeshi, majeshi. Ndugu zangu, sauti iko chini. Nyinyi sio ndugu zangu kabisa, inaonekana. Majeshi, majeshi. Ninaomba nikuruhusu ukae ndugu yangu mzuri. Ninalo neno la Bwana ambalo amenipa kwa ajili yako, na ninajua jambo litatokea kwa jina la Yesu. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia au aliyekuwa akili amekuja ili ajitwalie wana wangu 2 kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufu nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sie. Una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako. Akasema, nenda ukatake vyombo uko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukaviminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Kuna mambo kadhaa hapa nataka uyaone kutoka katika andiko hili unapouendea mwaka huu wa kufundishwa na Bwana 2024. Jambo la kwanza, mwaka huu 2024 utakuwa mwaka kama miaka iliyopita endapo hautamsi Bwana akupe uwezo wa kuona mambo ulionayo tayari kwa jicho la tofauti. Mwaka huu 2024 utakuwa vile vile kama miaka mingine ambayo hukuwa na cha kuonesha endapo hutamuomba Bwana akusaidie kuviona vitu ulivyonavyo tayari kwa jicho tofauti. Yule mtu aliyekuja kuchukua watoto kwa ajili ya kuwatumikisha kama njia ya kulipa deni la marehemu mme wa huyu mama, yeye aliwaona watoto ni wafanyakazi na mama aliwaona watoto ni watoto. Hiyo ni tofauti kubwa sana. Yeye alisema, anayemdai mme wangu amekuja kuwachukua watoto, wakati anayemdai mme wake anaona amekuja kuchukua wafanyakazi. Wangekuwa watoto asingewachukua akafanya kazi. Hakuna anayefanyisha kazi watoto. Kwa hiyo hawa ni watu wazima, wanakula ugali nyumbani kwa mama, hawana kazi maalum kwa sababu mama amewalea kama watoto wa mama, ila ni wafanyakazi waliolelewa na mama, wamelelewa kimama, ila ni wafanyakazi. 2024 kuna vitu ambavyo tayari viko kwenye maisha yako. Ukiendelea kuvitazama kwa jicho la 2023 na miaka iliyopita, havitakunufaisha. Hawa walikuwa wafanyakazi tena wazuri sana. Alipofumbuka macho akawatazama kama wafanyakazi, walisababisha muujiza, kwa sababu walikwenda kwa majirani kukusanya vyombo.
hajawaona kama wafanyakazi, walibaki kuwa watoto. Alipobadilisha jicho akawatazama kama mdai, ghafla walileta muujiza. Kwenye maisha yako 10,000, 20,000, 50,000 ulionayo, ukiendelea kuiona kama bajeti ya wiki, hautatoboa kiuchumi mwaka huu. Ila ukitazama kama hela ambayo mkono wa Mungu ukiwa juu yake inaweza ikakufanya tajiri, mwaka huu ni mwaka wako wa kuinuka. Unachohitaji kubadilisha ni kuigeuzia jina. Badala ya kuita hela ya KFC, uiite hela ya kununua mtumba. Alafu itakufanyia kitu ambacho hujawahi kuona mwaka huu. Vitu vya kubadilisha maisha yako viko kwenye mazingira yako. Haviko mbinguni wala haviko kwenye maombi. Tayari viko kwenye njia yako. Kazi yako kubwa ni macho yako yafumbuke, uone kama vile Mungu anavyoona au kama watu waliofanikiwa wanavyoona. Bwana apewe sifa. Jambo jingine ambalo unaweza kuliona hapa kwa haraka. Huyu mama alikuwa na majirani ambao yeye anawatazama kwa jicho la watu ambao wanaishi kindugu au kwa salamu na vitu vidogo vidogo, lakini hajawahi kujua kwamba maisha yake yamefungwa kwa hao watu. Kuna watu ambao wamekuzunguka sasa, majibu yako ya maisha yamefungwa kwao, lakini wewe unawaona tu kama watu wa kupigiana simu, kuwasiliana, kujuliana hali, lakini wamebeba miujiza yako mikubwa mwaka huu. Ukiendelea kuwatazama watu waliokuzunguka kama watu waliokuzunguka, badala ya kuwatazama kwa jicho la watu waliobeba majibu yako, mwaka huu nao utapita bila kitu cha kuonesha. Alipokuwa akiamka, huyu mama alikuwa anawasalimia hawa watu. Mmeamkaje? Watoto wa jambo? Jirani, mna shida yoyote? Mnapitia nini? Salamu zile za kawaida. Hakuwahi kujua ya kwamba haikuwa bahati mbaya Mungu kumzungushia hawa watu. Hakuna bahati mbaya kwenye maisha haya. Kila kitu kinachokutokea kimepangiliwa tayari. Watu wanaokuzunguka wamepangiliwa tayari. Watu ulionao kwenye simu yako wamepangiliwa tayari. Watu wanaoishi jirani na wewe wana kitu chako. Ni swala la wewe kufunguka macho waone kwa namna ambavyo mbingu zinawaona. Tofauti na hapo, mwaka huu unarudia mazoezi ya matatizo ya mwaka ulioisha. Unapaswa kuangalia upya watu unavyowatazama. Lakini jambo la tatu ambalo tunaliona kwenye habari hii, usipojua alichonacho nabii uliyepewa, hautakuwa na matokeo ambayo Mungu aliyekupa huyo nabii alitarajia uwe nayo. Usipojua nabii uliyepewa na nini, hautapata matokeo yale ambayo wakati Mungu anakupa nabii huyo alikusudia ufaidike naye kwenye eneo hilo. Mme wa huyu mama alikuwa na sifa nyingi nzuri za mwana mzuri na mfuasi mwaminifu. Mke wake anatoa sifa, anasema, mme wangu mtumishi wako ni mwana atumikae kwa uaminifu. Si mwana pasua kichwa, lakini ni mjinga, ajui anayemtumikia amebeba nini, ajui anayemfuata ana nini. Haya ndo majanga yanayotokea katika mwili wa Kristo. Watu wote hawa maelfu wangekuwa mbali sana, ila hawajui Mungu amewapa mtu wa namna gani. Hawajui wana nini. Sasa huyu ndugu mpaka anakwenda kukopa, anaingia kwenye matatizo ya kiuchumi, amemwacha Elia aliyeondoa deni. Maana yake angeweza kuongea na Elisha, na Elisha huyo aliyeondoa deni ndiye ambaye angempa njia ya kupata mtaji mwanzoni. Ila yeye alijua Elisha ni mtu wa maombi tu, Elisha ni mtu wa miujiza tu. Hakuwahi kujua Elisha pia ana fimbo kwenye eneo la uchumi. Usipojua alichobeba baba yako, hautakuwa tofauti na wasiokuwa na baba. Usipojua alichobeba baba yako, hautakuwa tofauti na wasio na baba. Watu watatoka mbali, watakula matunda uliopaswa kula wewe. Watu watafaidika na neema uliopaswa kufaidika nayo wewe kwanza.
Tofauti ya yule marehemu aliyekufa na mkewe, mkewe kidogo alikuwa na jicho la tofauti kuhusu baba yao. Elisha, wakati mume wake akipata changamoto ya uchumi anakwenda kukopa, mkewe anajua baba yao wa kiroho amebeba nini. Badala ya kwenda kukopa na yeye ili alipe deni hili, yeye akamwendea baba yake. Ninakuombea 2024 Bwana akufungue macho ujue kile ambacho ameweka ndani ya baba yako, kile ambacho Mungu ameshatupa katika nchi hii, kile ambacho unakitafuta tayari kiko kwenye nyumba ya ufufuo na uzima. Haleluya! Kila jibu la swali liko hapa tayari. Ishu inayokuja, unajua alichonacho au na umeingia kwenye propaganda? Anachanganya siasa na dini. Alisema atatupeleka Birmingham. Wewe endelea na huo ujinga wa wajinga, alafu poteze urithi wako. Ukiungana na wajinga unapoteza haki zako. Huu ni muda wa kurudi tena chini, umsihi Bwana akufungue macho yako ili ujue Elisha wako anaweza akafanya nini. Na ukijua anachoweza kufanya, tayari maisha ni mepesi. Maisha si magumu. Ugumu wote unaoona kwenye maisha yako ni matokeo ya ujinga wako. Mtu mmoja alisema hakuna mlima wowote kwenye maisha, ujinga wa mtu ndio mlima wake mkubwa. Jambo la nne, ulichonacho kinatosha endapo utafikiri vya kutosha. Ulichonacho kinatosha endapo utafikiri vya kutosha. What you have is enough if you can think enough. What you have is enough if you can think enough. Chupa ndogo ya mafuta ilikuwa ni muujiza mkubwa usiomithirika, usio na ukomo, lakini changamoto ilikuwa ni uwezo wa kufikiri wa aliyenayo. Karama ulionayo, kipawa ulichonacho, huduma ulionayo inatosha kuleta mapinduzi makubwa kwenye maisha yako. Ishu inayokuja, unajua ulichonacho. Alipokuja kwa Elisha akamwambia, ninakuombea kwa Mungu upate kitu kipya. Elisha alisema, una nini nyumbani mwako? Hakuna mtu ambaye amekaa hapa ambaye hana kitu tayari. Wote hapa una kitu tayari. Kama una neno, una Roho Mtakatifu. Kama una Roho Mtakatifu, una baba mzuri. Kama una baba mzuri, una Biblia walao. Hakuna asiyekuwa na kitu 2024. Rudi nyumbani kwako, kaangalie una nini nyumbani mwako. Alafu anzia hapo, wewe na Mungu mtafanya mambo ya kutisha mwaka huu katika jina la Yesu. Mama alisema sina kitu. Alafu mwisho akasema ila sina kitu. Hiyo sina kitu ndo lugha ya watu wengi hapa. Ukweli una mshahara ambao unanunulia chipsi kuliko kusevu. Ukweli ni kwamba una matumizi kwenye vitu vinavyopoteza thamani kuliko kwenye vitu vinavyopanda thamani. Ila hela unayo. Ukifanya evaluation ya hela uliyotumia tangu Januari mwaka jana mpaka tarehe 31 iliyoisha, muda sio mrefu, utagundua imepita milioni 8 au 14 kwenye mikono yako. Sio kweli kwamba una kitu, ila ujui namna gani ufanye na kile kitu. Mungu anapotaka kuleta mapinduzi kwenye maisha ya mtu, huwa aendi mbali, huwa anamuuliza alichonacho. Una nini mkononi Musa? Akasema nina fimbo. Akasema tupa chini, ikawa nyoka. Tupa chini, ikaanza kufanya mambo ya kipekee. Piga maji, tokeo wakafikiri wanaweza kwenda wenyewe. Na hapo ndipo matatizo huja sasa. Kwa sababu neema huwa inachochewa, neema huwa inaongezwa, neema na ziongezwe kwenu, neema na izidishwe kwenu. Ataleta kiti cha neema na neema itakaa juu ya neema. Maana yake neema lazima zishindiliane, neema lazima zikariane. Ukirizika na neema moja, kuna mahali itafika, itakoma ukomo wake. Unahitaji kusikia na kusikia na kusikia. Ndio maana hata maandiko yanasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Aishi hapa, anasema na kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia.
bonus. Hii tusiipe namba bonus. Hapana, mimi nataka niwapishe na wenzangu. Niendelee baba? Kwa harusi ya baba naendelea. Kwa harusi ya baba naendelea. Usiku bado mrefu. Jambo la 8. Mama ambaye alikuwa mama wa nyumbani kabla ya tatizo la wanaye kutaka kuuzwa, akujua ya kwamba tatizo lilikuja kuibua kipawa chake cha biashara. Hilo ni jambo la 8. Kuna matatizo yatakutokea ambayo lengo lake hasa ni kuibua kitu kikubwa ulichobeba ambacho ulikuwa hujui kama unacho. Hakuna ambaye angejua mwanamke huyu ni mfanyabiashara mzuri endapo isingetokea sehemu au eneo ambalo analazimika afanye jambo. Na mwaka huu 2024 Mungu atayaleta matatizo ya faida ambayo yatakiamsha kitu ulichokibeba, ambayo yataamsha uwezo ulioubeba, ambayo yataamsha vitu vya kiungu ambavyo ulikuwa umevilalia miaka yote katika jina la Yesu. Jambo la mwisho, inatosha kwa sasa. Kama nitarudi baadaye, ila kwa sasa inatosha. Jambo la mwisho. La mwisho. Baba sasa niendelee. Nikanyage. Baba anasema nikanyage. Jambo la mwisho. Maisha yako hayawezi kuwa bora zaidi ya mahusiano yako na watu. Narudia tena, maisha yako hayawezi kuwa bora zaidi ya mahusiano yako na watu. Huyo jamaa yuko rohoni, ameshajua na kuelekea. Amesema vyombo asingepata kama angekuwa kainao vizuri. Na ni kweli. Jaribu kufikiri majirani ambao aongei nao, alafu leo ndo ameambiwa kaombe vyombo kwao. Ingekuaje? Inawezekana jirani ambaye ucheki naye ndo ana majibu yako. Inawezekana bosi unayemchukulia kawaida ndo anaweza akakurecommend kwenye kazi yenye mshahara mkubwa kuliko hii. Watu waliokuzunguka wanaweza kuamua upande au ushuke. Ni kweli kabisa, Mungu inua watu, lakini Mungu inua watu kupitia watu. Narudia tena, ni kweli kabisa, Mungu inua watu, lakini Mungu inua watu kupitia watu. Naomba usimame niombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kutupa nabii mwenye uwezo, nabii mwenye neema nyingi, nabii mwenye matunda ya kila namna, ambaye sisi tunaoona na tunaojua tunafaidika. Neno lako linasema kwenye kitabu cha Danieli sura ya 4 ya kwamba ulitokea mti ukakua urefu wake mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa nchi. Na katika huo mti watu wote walikula matunda na wanyama walipata kivuli. Mimi nakushukuru kwa ajili ya zawadi ya baba. Asante kwa ajili ya baba yetu Askofu Josephat Mathias Gwajima. Asante kwa sababu anayetaka hekima imelala hapa. Anayetaka mashauri ya kiungu, ushauri wa ajabu umelala hapa. Anayetaka ufahamu wa kuikwamua nchi umelala wapi? Umelala hapa. Anayetaka vipawa na karama na utendaji wa kiungu sio kwa kawaida vimelala hapa. Anayetaka hekima kama ya wazee, ancient wisdom, imelala hapa. Na Baba, ninachokiomba, kila mwana ufufuo na uzima, kila mwana ABC na kila mtoto wa familia hii na hata mgeni wa mara ya kwanza aliyekuja hapa, fumbua macho yake akione kile ambacho nchi umeipatia katika jina la Yesu. Ninawaombea wa Pentekoste waone, na waombea wa CCT waone, na waombea wa Teki waone, na waombea wa Islamu waone, na waombea wa pagani waone hazina hii katika nchi kwa jina la Yesu. Bwana, kila mtu hare matunda kwenye mti huu kama ambavyo sisi kwa kiasi kidogo tumeanza kula.
Bwana, nchi hii ile matunda katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu utendaye mambo ya ajabu, na tunakushukuru kwa sababu itakuwa. Jambo la pili, ninaomba Bwana kwa kila mmoja anayekusikia, moyo wake uungane na nabii wake, uungane na nabii wake. Asifikiri anaweza kwenda kwa sababu ya elimu tu, asifikiri anaweza kwenda kwa sababu ya akili na ujuzi wa kibinadamu tu. Ajue kuna nafasi ya nabii kwenye mafanikio. Na jambo la tatu, ninaomba Bwana mwaka huu utupe hekima ya kuishi na watu vizuri, ili tusije tukakosa vyombo utakapotuagiza, katika jina la Yesu aliye hai. Namba 4, Baba, ninakuomba ufungue akili yetu, tujue kabisa akili, ufahamu, maarifa vina ukomo, ila akili za Mungu hazichunguziki. Na kwa hiyo tunahitaji mashauri ya kiungu kwenye maisha haya, na especially 2024 katika jina la Yesu. Tusaidie kuwa marafiki wa neno, tusaidie kutembelea maktaba ya Rudisha TV, ture video, ture vitu, tusome vitabu vyote, tuyachukue maarifa, alafu dunia hii itikiswe na nguvu za Mungu katika jina la Yesu aliye hai. Bwana, ninaomba tena tutakapopewa fursa na wewe ya kukusanya vyombo, ile vingi wala sio vichache, iwe ni vingi ya mbinguni na sio vingi ya macho yetu. Kilichompoza mwanamke huyu akaishia kupata vitu kidogo, alikuwa na vingi ya kwake ambayo ni tofauti na vingi ya Mungu. Ninamwombea kila mmoja aliyeko hapa, upeo wake wa yale yanayoitwa vingi, yale yanaitwa makubwa, usiwe sawasawa na uwezo wake wa kuamini, iwe sawasawa na utajiri wake katika Kristo Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, ninakuomba kwa ombi la mwisho ya kwamba kila mmoja ambaye kipawa kipo, karama ipo, uwezo upo, na ajui thamani yake, ajui kitu kubwa alichobeba, Bwana Yesu, mletee matatizo, mletee changamoto zitakazomfanya ajitambue, zitakazomfanya amke usingizini, zitakazomfanya agundue kusudi lake, agundue alichokibeba, na aanze kuyaendea maono yake kwa kasi katika jina la Yesu. Lakini ombi la mwisho kabisa, Bwana, yafungue macho yetu, tusiangalie visivyokuwepo, turudi tena ndani kuangalia tumebeba nini, turudi ndani kuangalia tuna nini tayari katika jina la Yesu. Tusiseme watoto wakati ni wafanyakazi, tuseme majirani kumbe ni sponsors wenye vyombo kwa ajili yetu, katika jina la Yesu aliye hai. Na haya ndiyo yatakuwa maisha yako 2024. Maombi haya yote yamejibiwa tayari katika jina la Yesu. Utayaishi kuanzia Januari hadi Disemba. Utakuwa ishara na ajabu zitokazo kwa Bwana. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Waliokufahamu mwaka uliopita watakushangaa utakavyong'aa hata mchana mkamilifu, katika jina la Yesu aliye hai. Na wote tushangilie kwa Bwana. Asante Baba. Tumpigie Yesu makofi wakati Baba anakuja. Fanya vizuri kwa ajili ya Bwana, 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 kwa ajili ya Bwana. Tumpigie makofi Askofu Dickson. Ninaomba makofi kwa mtumishi wa Bwana mwanangu Dickson, yaongezeke kwa nguvu zote. Wow. Mwambie mwenzako wow. Hebu kae kidogo. Mtoto wa nyoka ni kenge, ni kenge. Nauliza tena. Mtoto wa nyoka ni kinyonga. Unajua, wakati nazungumza nimefikiri sana kwamba Elisha ana mtumishi wake. Ana mtumishi wake. Na si Gehazi. Si Gehazi. Ni mtumishi wake. Huyu mtumishi yuko na Elisha siku zote. Baba.
ila nyumbani anayo matatizo, na kila siku wako na nani? Anamnawisha baba Elisha, lakini hawazi kwamba baba Elisha ndio ufumbuzi wa tatizo lake. Anaenda kukopa kwa Mpemba, kwa Masawe, na navyohisi baba hajui kwamba mwanaye anakopa, na hakika kabisa, kwa sababu baba sangekuwa na taarifa alipoambiwa kwamba mume wangu mtumishi wako amekufa na wanaomdai wamekuja. Baba angesema na taarifa anadaiwa. Na nafikiri kilichoamua huyu bwana ni stress ya madeni. Nafikiri kabisa. Huduma hii ni ngumu. Tunamfuata baba kila siku, tuna madeni. Yeah. Stress ya kudaiwa. Kwa sababu kama mtu mpaka amefikia hatua ya kuja kuchukua watoto, maana yake deni ni kweli kweli. Maana deni mpaka ya kuchukua mtu, hata Dar es Salaam hapa Tanzania haijafikia hapo. Kuna mtu amekuja hajafikia, yani ilikuwa deni, mzinga wa deni, milioni zake hazijatajwa tu, lakini ilikuwa ni kitu kizito. Wewe ulikopaje? Kafariki. Halafu mama ananareti anasema, mume wangu mtumishi wako amefariki. Wanaomdai mume wangu wameamua kuja kuchukua watoto wao watumishi wao, lakini kwa sababu watoto wao ni wa kwangu na mimi, sikachoshangaza, Elisha anatoa maelekezo ya kupata pesa. Kwa nini yule mtumishi wa Elisha hakuyapata hayo maelekezo kutoka kwa Elisha ili apate pesa? Wakati yeye huyu mama wala alikuwa hafanyi kazi na Elisha. Huyu jamaa wanaoshinda pamoja na Elisha hana uwezo wa kuona kwamba anaweza kufanya kama alivyofanya mkewe jamaa akiwa anaondoka. Kuna jamaa lazima waondoke ili wewe upate nafasi ya kuongea na yule nabii. Kuna jamaa lazima waondoke. Unanielewa Naanza kuelewa kwa nini kuna jamaa wengine huwa wanaondoka. Kwa sababu si wao wanaongea na nabii alafu wanakuja kukuambia wewe. Elisha anatoa maelekezo, bwana chukueni vyombo, azimeni, gieni ndani, sio wewe. Sasa maelekezo hayo si yangetolewa kwa yule bwana mkubwa? Maneno aliyosema mwanangu Dickson ni ya ajabu. Ni wewe tu nayeyaona ya kawaida, mimi nasisimka kuona ambavyo kumbe inawezekana unaweza ukaishi na mtu miaka mingi akabakia vile vile, na mtu akatokea mbali akaja kuchota ambacho kitakiwa kuchotwa na mtu unayekaa naye kila siku. Familiarization and equalization. Ukimfamiliarize mtu, ama nina akili nyingi sana, ama nina kila siku asubuhi, come on. Kujilinganisha na kujifananisha hakuna kitu hatari. Kwa nini? Kwa sababu Miriam na Musa, mtumishi wa Mungu Musa, mpaka Musa anaamuru ardhi ifunguke imeze watu, Miriam anamwona ni kakamo, anamfamiliarize, anamfanya kuwa wa kawaida, anamfanya kuwa wa kila siku. Ndiyo maana Daudi akasema fadhili zake ni mpya kila siku asubuhi.
Yaani maneno haya yaliyosemwa na maaskofu, mimi sasa sijui kama mimi ama nina akili nyingi sana ama sina kabisa, ama nina akili nyingi sana ama sina akili hata moja, kwa sababu nasikia natetemeka. Unasikia sauti ya Mungu live, halafu kuna mtu amekaa tu hivi. Kwa nini? Kwa sababu yeye hata mkesha wa leo na wenyewe ni wa kawaida kati ya mikesha. Mbaya sana, hatuna huduma ya kulala hapa. Ndiyo maana hakuna vitanda kwa waliochoka. Kungekuwa kuna huduma ya kulala, kungekuwa na vitanda pembeni pembeni. Yaani uache godoro la nyumbani uje ulale hapa siku ya mkesha. Yaani mimi wanasikitika kweli. Lakini kwa sababu ndani ya akili yake na kesho leo sio siku ya kazi, ni holiday. Kwa hiyo namtegemea huyu leo atakunywa hata kahawa, atafanya vyovyote. Kama tulikuwa tunafanya kwenye mitihani, unaweka miguu kwenye maji, lazima uelewe. Lakini hawezi. Nataka nikuamshe kwamba maneno haya ni ya ajabu. Maneno haya ni ya namna gani? Ni ya ajabu. Kwamba anaambiwa Bwana jaza vyombo, anajaza vyombo. Baada ya kujaza vyombo analipa madeni. Kwa nini analipa madeni mtu ambaye hakukopa? Kwa nini analipa madeni mtu ambaye hata hakukaa na baba yake mwenye uwezo wa kutatua madeni? Kwa nini analipa madeni mtu ambaye hata hawana uhusiano wa kila siku na baba yake mtatua madeni? Ni kwa sababu huyu mtoto aliye na deni amemzoea sana baba yake, na mazoea yanaondoa uwezo ulio ndani ya baba yako. Ukimzoea tu, utagundua. Tulijifunza mtu asiyeambatana huwa anakaa wapi? Kiti cha nyuma. Kwa nini? Mimi nilishamzoea sana. Lakini mtu anayekuja mara ya kwanza anasema nikae mbele nimuone. Yule wa kila siku anasema kwamba najua atakachoongea, kwa hiyo hata hapa inatosha. Hata kama akikuta mbele hakuna viti, utamkuta amekaa nyuma, na mbele mpaka mseme walio nyuma tusogee karibu. Familiarization and equalization. When it comes a point, a time you equalize the man of God, equalize and familiarize, the power that is within the man of God cannot flow to your life because of equalization. Watu wa Mungu, hii ni sauti ya Mungu.